Kuna jambo ambalo nataka nikukumbushe siku hii ya leo. Ni asilimia chache sana ya watu ambao watakukaribia, watakusogelea, watakuwa karibu na wewe kukiwa hakuna kitu ambacho wananufaika kutoka kwako. Watu wengi ambao watakukaribia, watakusogelea, watakuwa pamoja na wewe kwa njia za mawasiliano au ana kwa ana. Kila itwapo leo tunasema marafiki au watu wa karibu. Siku zote kuna kitu ambacho wananufaika kutoka kwako, na ni nature iko hivyo, ni asili iko hivyo. Mwanadamu amejikuta yuko hivyo. Wengi kama ni daktari, utaona watu wako karibu na wewe kwa sababu wanajua kuna siku itafika watataka msaada wa kitabibu na wewe ndio utakayewasaidia. Kama wewe ni MC, wanajua kuna siku itafika watataka huduma ya kusherehesha na wewe utawasaidia. Kama wewe ni mwalimu, wanajua kuna siku wataleta mtoto shuleni, wataleta mtoto chuoni na wewe utawasaidia. Uko kwenye nafasi fulani, ni mwenyekiti wa kijiji, ni mwenyekiti wa mtaa, ni diwani, ni mbunge, wapo karibu kwa sababu wanajua kuna siku utawasaidia. Kuna siku utawasaidia. Lakini kuna wale ambao wananufaika muda huo. Una mali, unajiweza, unaweza ukawapusha. Una maarifa fulani, unaweza ukawapusha. Hicho ndicho kinachowaleta karibu. Kwenye mahusiano wanaangalia, huyu mzuri, huyu mbaya, huyu anavutia, huyu havutii, huyu ana elimu, huyu hana elimu. Kuna vitu wanavitazama ambavyo kupitia vitu hivyo ndio vinafanya kwamba wawe karibu na wewe. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo alitupenda tungali tuna dhambi, lakini dunia sasa hivi unaambiwa kwamba usiangalie moyo tu, angalia na uzuri vile vile. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hana huo uzuri, kwa mtu ambaye hana huo uzuri kwa namna ya muonekano, anajisikia vibaya. Lakini Mungu wetu sio dhalimu. Kwa hiyo ule upendo wa agape, ule upendo ambao Mungu alituonyesha na ambao ndio aliyotuagiza, nasema kama nilivyowapenda mimi, pendaneni. Huo ndio upendo ambao tunatakiwa tuonyeshe. Kwa kuna baadhi ya vitu tunavifanya kwa sababu experience za maisha ndio zimetuweka kwenye mazingira ya namna hiyo.